Hali gani mpenzi msikilizaji wa Simulizi na Story. Mimi msimuliaji wako Simon Modestus. Kama ilivyo kawaida yangu, leo tena narudi kwenye masikio yako wewe mpenzi shabiki yangu mpendwa kabisa. Kwa wale ambao nadhani mlikuwa mkijiuliza vipi tena Simon mbona tumsikii akiunguruma kwenye ngoma za masikio yetu, basi kama ilivyo kawaida ndugu mpenzi msikilizaji, maisha bila changamoto basi hayawezi kuwa maisha. Basi nilikutana na vijichangamoto vya hapa na pale, lakini namshukuru Mwenyezi Mungu nimerudi tena kwenye ngoma yako ya masikio, inaendelea kuunguruma. Kwa wale ambao waliniombea asanteni, kwa wale ambao walihisi kuwa nina shida niliona comment pia asanteni sana. Basi bila kuchelewesha ningependa kukuletea sehemu ya mwisho kabisa ya kigongo chetu pendwa kinachokwenda kwa jina la Penzi la Shangazi. Kwa wewe ambaye hujasubscribe channel yetu pendwa ya Simulizi na Story, basi bila kuchelewa haraka iwezekanavyo karibu katika uwanja wa burudani kwa kuburudika, kwa kuelimika. Karibu sana kwa kusubscribe, kwa kulike, kwa kushare, kwa kucomment. Karibu sana mpenzi msikilizaji. Baada ya MC kusema tuwapongeze maharusi wetu, huku shangazi akiwa ameduaa kabisa, shoga yake alimvuta mkono na kumkalisha chini. Ndipo mchungaji alichukua maiki na kusema kuwa ashukuriwe aliye juu, ashukuriwe sana kwa kuwa ndoa imefungwa salama. Ghafla shangazi alipaza sauti na kusema kuwa inawezekanaje? Inawezekanaje ufunge ndoa bila familia yako kujua? Mchungaji, hii inawezekana vipi? Ndipo mchungaji akasema, mimi Mungu amenipa mamlaka ya kukemea zinaa. Ndiyo maana kijana wangu James na mkewe ambaye ni Neema wamefungishwa ndoa ili wasije kuzini. Baada ya jibu hilo, mchungaji alitoa baraka zake zote, na ndipo nilichukua maiki ili kutoa utambulisho. Niliongea kwa madaha sana, huku nikijua kuwa shangazi anaumia kwa kusikia sauti ile. Nilimtambulisha mke wangu kipenzi ambaye ni Neema, kisha nikamtambulisha mama yangu mpenzi, na kisha familia nzima, na nilimalizia kwa kumtambulisha Dennis na mkewe. Kusema ukweli mpenzi msikilizaji, sikumtambulisha shangazi. Ningemtambulishaje sasa tena mbele ya baba na mama wakati alitambulishwa tofauti kwa Neema? Kweli mpenzi msikilizaji, nimeamini kwenye hii dunia hakuna kitu kibaya kama uongo. Nilimkisi Neema shavuni na mdomoni. Nilimpa maiki atambulishe familia yake. Akanambia watakuwa hawapo. Nilimjibu nilijipanga mapema kukufanyia surprise. Wewe tambulisha tu, then utaona. Alichukua maiki na kumtambulisha kaka yake kipenzi na kusema kuwa yeye kwenye hii dunia hana kaka tu. Pia alimalizia kwa kumtambulisha rafiki yake wa dhati ambaye ni Ana. Nami tangia muda hawa wawili wananifahamu, kaka yake na rafiki yake Ana. Ulifika muda wa zawadi. Mama alimtunza vitenge, mashuka, mabangeti, rice cooker na friji. Dada zangu walimtunza vyombo, na baba alimtunza mkewe kitanda na godoro. Mimi baba alinitunza panga, akiniambia kuwa ukawe mlinzi mzuri sana wa familia yako. Hakikisha familia yako haiteketei, inaishi vyema na kufurahia. Hakikisha familia inakuwa salama. Umenielewa mwanangu? Nikamjibu, ndiyo baba, nimekuelewa. Mama alichukua maiki na kunambia, mimi hukunambia mapema mwanangu, hivyo na kutunza baraka tu mwanangu. Baraka zangu zote ziwe na wewe na mke wako. Hata aje mchawi yupi atopenya kwenye maisha yenu, hakika ndoa yenu itakuwa imara siku zote. Nilipiga magoti, akaniwekea mikono kichwani, na kisha baba alichukua maiki na kusema, vitu vya mwanamke ni rahisi sana kununulika, na tumejitahidi kununua hivi vitu ndani ya masaa 5 tu. Nilishukuru sana. Kisha nikasema, mimi ningependa kumalizia surprise yangu kwa mke wangu Neema. Nimempa zawadi ya nyumba yenye kila kitu ndani. Wote walifurahi sana kusikia hivyo, na wote walipiga makofi. Kisha kaka yake alitoa bahasha yenye kadi ya gari na kutukabidhi mimi na mdogo wake Neema.
Rafiki yake akatutunza seti ya mapazia na bahasha yenye shilingi 100,000. Shangazi alishindwa kuvumilia, alitoka nje. Huku ndani mchungaji alitamatisha kwa kututunza Biblia na akisema kuwa tuitumie kukemea mapepo na majinamizi pamoja na mashetani watakaochemelea ndoa yetu. Sherehe ilitamatishwa baada ya kula na kucheza. Tulielekea kwenye nyumba yetu wenyewe. Tulipofika, Neema alishangaa baada ya kupaki gari letu. Tulipanga vitu tulivyopewa na kutunzwa. Neema alielekea bafuni na kuoga, kisha alipanda kitandani na kulala katikati ya maua, maana chumba kilipambwa haswa. Kwa uchovu aliokuwa nao, alifunga macho. Nilivuta shuka na kumfunika. Kisha nilienda sebuleni nikanywa maji. Kisha nikakaa kidogo tu, huku nikitabasamu baada ya kumbukumbu ya kile kilichotokea. Ghafla simu iliita. Kuangalia ni shangazi anapiga. Nilipokea. Halo shangazi, alijibu. Sikiliza wewe. Tena nisikilize vizuri sana wewe kijana. Unajifanya una akili nyingi kuliko mimi si ndio? Sasa sikia. Nataka ndani ya dakika 30 uwe umefika hapa. Nilimjibu kuwa niko na mke wangu. Akasema, uko na mkeo si ndio? Basi poa. Nadhani utakuja mwenyewe. Sikusumbui tena. Akakata simu. Baada ya sekunde kadhaa niliwasha data. Pale pale iliingia video yangu ya shangazi kuanzia anaponifuata, ninavyomshika nikamvua bikini, na yeye kunyonya mwogo wangu na ninavyouzamisha kwenye kitumbua chake. Nilistuka na chini akaniwekea namba ya simu ya Neema. Kisha akanitumia voice note iliyokuwa ikisema kuwa nakutakia mlipuko mwema ndoa yako. Bye Jay, bye. Nilistuka, nikaona isiwe kesi. Nilichukua karatasi na kumwandikia kaujumbe Neema, mke wangu kipenzi. Nimetoka kidogo na kwenda mjini. Narudi muda sio mrefu. Love you so much my wife. Niliweka kwenye dressing table. Nilichukua funguo na kutoka. Ilikuwa yapata saa 11 alfajiri. Nilitoa gari nje ya fensi na kuelekea kwa shangazi. Nilipofika nilimkuta ameshika chupa ya champagne. Aliniambia, surprise Jay, surprise. Nataka nikupongeze kwa ndoa. Nakupongeza wewe kwa kufunga ndoa. Nilimwambia, shangazi, hivi unataka nini kwenye ndoa yangu? Alinijibu, kwani hujui? Haunauliza makusudi tu Nilimwambia, nimefunga ndoa tena kwa siri sana. Na nimefunga ndoa kwa siri kwa kuwa ungeharibu wewe. Kwa hiyo basi mimi ni mume halali wa Neema. Shangazi, nielewe. Elewa basi. Shangazi alikaa chini huku akiwa na mtandio tena wa wavu. Ndani akiwa amevaa bikini tu na brazia. Alikaa huku akiwa na tabasamu. Kuoa si swala, kwa kuwa najua kuwa kuna namna ya kukupata. Na kunavyoonekana bado hujanyandua wewe, maana unaonekana una upuilu tena wa maana. Nilinyanyua mkono nimpige kofi. Aliangusha mtandio na akatoa sidiria, huku akiwa anasema, nipige sasa. Nipige Jay. Vipi, mbona unashusha mkono? Nipige. Nilishusha mkono mpenzi msikilizaji. Na kusema ukweli nilijikuta na kuwa mpole sana. Tena baada ya kukumbuka utamu wa shangazi. Alilitoa sweta kisha singlendi na akanivua pensi. Nikabaki na boxer tu. Alienda chumbani na kutoka na glasi, kisha alimimina champagne. Nikiwa nimefumba macho nazidi kukumbuka utamu wake. Aliniwekea kidonge na kisha alininywesha, akiniambia, hongera kwa ndoa. Hongera. Na pia hongera kwa kuwa baba mtarajiwa. Nakumbuka baada ya kunywa champagne, mzuka ulinipanda. Shangazi alinong'oneza sikioni akisema kuwa una muda sasa hujanigusa. Nina imani leo utafanya hivyo. Nilimshika sehemu za kumsisimsha. Alipokuwa tayari nilivua bikini nami nilivua boxer, huko mkojo wangu ukiwa umetuna sana. Nilizamisha kwenye kisima cha asali cha shangazi, naye aliupokea. Chai jamani.
Nikamwambia, hiki ndicho kinafanya utaki kuharibu ndoa yangu sio Nuru? Akazidi kutoa miguno huku akisema, tatizo ni utamu ulionao Jay. Nakupenda. Mpenzi msikilizaji, leo nilifanya mapenzi kuliko kawaida. Nilimsugua mpaka kakimbilia chumbani. Nilimfuata chumbani na nikazidi kumsugua. Alianza kulia, lakini sikumsikiliza. Alienda tena sebuleni, nilimfuata na nikazidi kumsugua. Tulianza kufanya hivyo toka saa 11:40. Tena ilikuwa alfajiri. Mpaka sasa ilikuwa ni saa 4 asubuhi. Alinisukuma, nikadondokea kwenye kiti nikiwa nimekaa. Alitaka kukimbia, nilimshika mkono, nikamkalisha kwenye msumari. Alipiga makelele kwa namna vile msumari ulivyokuwa unazama. Alianza kunambia, Jay, niache Jay, niache. Baada ya saa, ikiwa ni saa 5 asubuhi, nilimwaga. Alihema tena kwa nguvu sana na kisha alienda kuoga. Nilimwambia, ukitoka niambie. Baada ya muda, shangazi alitoka chumbani na kunambia tayari nimeoga. Niliingia chumbani, nilifunga mlango na kisha niliingia kuoga. Baada ya hapo nilitoka, nikachukua taulo na kufuta maji. Nikiwa nimesimama kwenye dressing, baada ya hapo nilipaka mafuta. Narudisha mafuta, ndipo nikaona vidonge. Nilichukua kisha na kusoma. Nilisoma, nikagundua kuwa ni vidonge vya nguvu za kiume. Nikakuta kimetumika tayari kimoja. Nilifikiria vizuri sana na nikagundua kuwa shangazi ameniwekea kidonge kwenye champagne. Nilitoka kisha nikamwambia, nadhani hapo ndiyo mwisho wetu. Akanambia, hivi Jay, wewe ni mpumbavu punguani wewe. Mimi na wewe sidhani kama tutaweza kuachana. Natamani unioe kama Neema. Natamani. Nikamwambia, nadhani nimemaliza. Nilichukua simu yake na kuinstall. Kisha nikatoka nikimwambia kuwa kwa heri Nuru, kwa heri, natoka kwenye maisha yako. Nuru aliachia tabasamu zito sana na kuniambia, karibu tena Jay mpenzi. Niliondoka na njiani nilimnunulia Neema simu. Tena ilikuwa ni ya shilingi 800. Nilifika na kumpa zawadi. Alifurahi sana, lakini akanambia, Jay, unawezaje kuniacha peke yangu? Nilimwambia ilikuwa surprise bana. Alishukuru kisha alinipa chai ya maziwa. Nilienda kupumzika chumbani. Mama alikuja kutuona maharusi wake tumeamkaja asubuhi hiyo. Walipika yeye pamoja na mkwewe. Baada ya masaa kama 2 niliamka. Waliandaa chakula, tukala kwa pamoja. Tena chakula kikiwa kinaendelea kwa utaratibu sana. Nilipata wazo, au nimwambie mama kuhusu shangazi, kwa kuwa natamani kutulia na ndoa yangu. Lakini ngumu. Mwisho niliona kwa kuwa mimi ndiye mwanae, tena wa kiume peke yangu, mbona kama noma sana. Itakuwa sawa kweli. Tulipomaliza kula, nilimvuta mama nje na kukaza roho kiume. Nikamwambia kila kitu kilichoendelea mimi na Neema, kila kitu na Neema navyomtambua. Nilihitimisha kwa kumwambia maana ya kufunga ndoa ya siri. Mama akashangaa sana. Nikamwambia kuhusu video chafu alionayo, licha kuifuta, lakini sina uhakika. Siku hiyo mama alilala. Kesho yake asubuhi na mapema tulimwaga Neema, kisha tukaelekea kwa shangazi. Nilimshusha mama nje ya geti, kisha niliingia ndani kwa shangazi. Shangazi alitangulia ndani huku akiwa ndani ya mtandio. Nililiacha geti wazi kisha nikaingia ndani. Mama aliingia wakati shangazi akiwa jikoni alisimama kwenye mapazia. Shangazi alikuja na kikombe cha maziwa na kunipa, kisha akanambia, vipi mpenzi? Naona utamu umekunogea naona umerudi sasa mpenzi wangu. Nilimwambia, Nuru, nimekuja tuyamalize kwa amani. Shangazi akanambia, hivi Jay, unataka kunambia Neema ananizidi utamu Nilimuuliza, kwa nini unasema hivyo? Akasema, kwa kuwa kila siku unang'ang'ania tuyamalize, lakini nina imani mimi ni mtamu sana tena sana. Bila shaka ndio maana unaongea kisha unakula. Nilimwambia, basi leo tofauti na siku zote. Nataka nibaki na mke wangu Neema. Alicheka sana, kisha akanisogelea, akatoa mtandio na kubaki na boxer ya kike na blazia yake. Kisha alikaa kwenye mapaja
mapaja yangu huku sehemu ya kitumbua chake akilinganisha na mkojo wangu. Mama alikuwa hajaamini toka nimemwambia nyumbani, lakini huwezi amini mpenzi msikilizaji, kutokana na kitendo kile mama aliniamini. Mama aliamini kila nilichomwambia. Alitoka kwenye yale mapazia na kuja tulipokuwa tumekaa, huku akisema, Yesu wangu, unipe nguvu mimi mja wako, maana sio kwa hiki ninachokishuhudia. Shangazi alitoka haraka na kuvaa mtandio wake na kukaa kwenye sofa lingine. Mama akasema, Nuru, hivi ni wewe au naota? Wewe si ndugu yako huyu? Si mwanao? Damu yenu ya halali kabisa. Shangazi akasema, nisamehe wifi, sirudi tena na kuahidi. Mama akamwambia, mwanaidhaya mkubwa wewe, usijua vibaya. Sasa basi, wewe si umekubuu? Umekubuu sana. Twende ukamvulie na kaka yako. Twende. Alimshika mkono na kuanza kumvuta kuelekea mlangoni. Wewe si malaya? Kama unadiriki kumvulia mwanao, basi hata kaka yako unaweza. Nilimtuliza mama yangu, kisha shangazi wote wakakaa chini. Nilimtumia message mchungaji, akaja. Mchungaji alipofika nilimweleza kila kitu. Sikumficha hata kitu kimoja, toka tulipoanza na shangazi mpaka tulikofikia. Mchungaji aliniongoza sala ya toba, kisha nilitubu tena kwa kumaanisha. Mama alifurahi sana, huku akisema, mwana mwenye hekima anapokosea hutubu na uishi ndani ya toba. Mchungaji alifurahi sana. Shangazi alikuwa akilia tu na alionekana kabisa kuwa akijutia kwa yale yote aliyoyafanya. Mama alimwambia, hii ni siri ya watu 4, mimi, wewe, James na baba mchungaji. Nuru naye alitubu tena kwa machozi. Tulienda kupima na tukagundulika kuwa hatujaathirika. Shangazi alipimwa mimba akakuta kuwa hana. Baba mchungaji aliamua kumposa. Alimposa Nuru kwa kuwa alikuwa hajaoa. Shetani alivyokuwa hataki kumwacha mtu amtumikie Mungu, mpenzi msikilizaji, Navin alianza kumsumbua tena shangazi. Shangazi alitupa simu na laini zake tena chooni. Alitupa kwa hasira sana, kwa kuwa alikumbuka machungu aliyoyapitia kutokana na Navin. Alifunga ndoa na baada ya hapo alisajili laini mpya, huku mchungaji alimnunulia simu mpya tena ya gari sana. Shangazi nyumba yake alipangisha baada ya kumkuta mumewe anamiliki mali za kutosha. Honeymoon yao walienda kuisherehekea Dubai. Na mpaka hivi sasa basi, mpenzi msikilizaji, shangazi yangu amefanikiwa kupata mtoto wa kike, nami nimefanikiwa kupata mtoto wa kiume na mke wangu Nuru. Toka hapo basi shangazi alifurahia sana ndoa yake, na alikadhalika mimi naifurahia sana ndoa yangu. Kiukweli tulifanya makosa, lakini mpaka sasa tuliomba toba kwa Mwenyezi Mungu, basi kwa imani tumesamehewa. Basi hiyo ndiyo iliyokuwa sehemu yetu ya mwisho kabisa ya kigongo chetu kinachokwenda kwa jina la Penzi la Shangazi. Asante sana kwa kuniazima masikio yako kwa muda wako mpaka hapa tulikofikia, ewe mpenzi msikilizaji wangu. Basi karibu pia wewe ambaye ndio mara yako ya kwanza kuisikia sauti hii. Karibu katika chaneli yetu pendwa kabisa. Kikubwa tu usije ukasahau kusubscribe, kushare, kucomment, kulike ili kuwa wa kwanza kabisa kuona vigongo vyetu vinavyokwenda kuruka katika chaneli yetu pendwa kabisa ya Simulizi na Story. Mpenzi msikilizaji, asante.